Bwana, karibu kwenye Four Figure. Mimi naitwa William Kange, beki mvizaji nambari 1 duniani. Karibu hapa, unapata madini ya sports, taarifa mbalimbali, uchambuzi, matokeo, takwimu pamoja na hisia za mechi mbalimbali ambazo zinakuwa zimechezwa kwa siku mbalimbali, ikiwemo jana tukianzia pale kwa Malkia ambapo Arsenal the Gunners wameendeleza ubabe wa kuifunga Real Madrid Los Blancos wakiwa nyumbani katika uwanja wa Emirates kwa ushindi wa mabao 3-0. Si mara ya kwanza, watu wengine wanaweza kujiuliza, Arsenal kuifunga Real Madrid kwa sababu walishawahi kufanya hivyo mnamo mwaka 2006 chini ya kocha wao Arsene Wenger, wakifanikiwa kushinda goli 1-0. Kama utakumbuka, bao la Thierry Henry lilipeleka kilio kwa upande wa Real Madrid katika uwanja wao wa zamani wa Highbury, na mwisho wa siku Arsenal katika mechi ya marejano wakatoka sare ya 0-0 na hivyo kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Huo mchezo ulikuwa ni mchezo wa hatua ya 16 bora. Hivyo kwa upande wa Arsenal jana walifanikiwa kushinda ushindi huo kwa mabao 3-0. Nani mwingine kama Declan Rice ambaye alikuwa ni shujaa wa mechi ya jana, akifunga mabao 2 ya free kick. Katika maisha yake hajawahi kufunga mabao ya free kick tangu aanze maisha ya soka, lakini pia mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo wa 338 kwa upande wa Declan Rice na hajawahi kufunga mabao zaidi ya moja katika mechi moja mtawalia. Lakini tumeona jana performance ya hali ya juu kwa vijana wa Mikel Arteta katika namna ya kujituma zaidi. Walikuwa wanakaba, walikuwa wanashambulia. Big shout sana kwa washambuliaji wa Arsenal ambao walikuwa wanaichachafia ngome ya timu ya Real Madrid. Bukayo Saka, urejeo wake tumeona impact ya moja kwa moja, kwa sababu kuna baadhi ya goli, hususan goli la pili la Paulo, yeye ndo alisababisha. Alikuwa anajaribu kuidrive timu kwenda mbele akitokea pembeni, lakini pia Martinelli akisaidia pia Arsenal kwenye upande wa kushambulia kwa kutokea pia pembeni. Kwa upande wa Arsenal pia safu yao ya ushambuliaji ilikuwa moto sana. Bwana mdogo Mhispania Merino alikuwa katika kiwango bora sana. Eneo la katikati ya uwanja Thomas Partey akifanya kazi chafu sana, lakini pia kapteni Martin Odegaard pia akifanya kazi nzuri sana, na mwisho wa siku Arsenal akafanikiwa kushinda. Lakini pia bila kusahau mchezaji Saliba, pamoja na kwamba Arsenal alikuwa anamkosa mchezaji kiongozi kama Gabriel katika eneo la ulinzi, watu wengi walikuwa wanatia mashaka, lakini alizidi kucheza vizuri sana Saliba katika mchezo ambao ulikuwa ni wa muhimu sana kwa upande wa Arsenal. Nini ambacho kimewakuta vijana wa Carlo Ancelotti? Changamoto yao kwenye ulinzi, changamoto yao namna ya kujilinda imekuwa ni changamoto sana kwa upande wa timu ya Real Madrid, na ndio maana hivi karibuni wamekuwa wakikoncede bao, pamoja na kwamba wana washambuliaji ambao ni wa world class player, wakina Vinicius Junior, wakina Jude Bellingham, wakina Rodrigo, lakini bado safu yao ya ulinzi imekuwa ina changamoto sana. Jana kipa wao Thibaut Courtois alifikiwa mara nyingi zaidi na safu ya ushambuliaji ya Arsenal. Mwisho wa siku Arsenal wanasubiri mechi ya marejano ambayo itapigwa siku chache zijazo katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Vijana wa Vincent Kompany kule nchini Ujerumani, mchezo mwingine ulichezwa ambapo Bayern Munich walifungwa mabao 2-1 dhidi ya vijana wa Simone Inzaghi katika kiwango bora sana. Inter, utakumbuka msimu wa mwaka juzi walifanikiwa kufika finali dhidi ya Man City, na safari hii wamedhamiria kinaga ubaga kuhakikisha kwamba rekodi waliofikia msimu wa mwaka juzi basi na mwaka huu pia wanafanya hivyo, kwa sababu ushindi wa goli 2-1 unaweka vifua mbele katika mechi ya marejeano ambayo itapigwa siku chache zijazo katika uwanja wa Giuseppe Meazza. Ligi ya mabingwa barani Ulaya leo pia itaendelea michezo miwili katika viwanja viwili tofauti kule nchini Ufaransa. Parc des Princes, PSG mabingwa wapya wa ligi ya Ufaransa wakichukua mara 15, lakini pia wakichukua mara 4 mfululizo, watashuka dimbani wakikaribisha timu ya Unai Emery ambayo Aston Villa haijawahi tangu mwaka 1986 ndipo ambapo mara mwisho Aston Villa tuliiona kwenye michuano ya UEFA Champions League. Watafanyaje safari hiyo watakapokwenda kucheza dhidi ya timu ya PSG? Mimi na tusubiri tuone, licha ya kwamba wana kikosi kizuri sana Aston Villa, lakini pia PSG wamekuwa na bahati mbaya, pengine huenda ukawa ni msimu wao wa kujiuliza wanateleza wapi,
kwa sababu hawajawahi kuchukua ubingwa wowote wa ligi ya mabingwa barani Ulaya licha ya kutawala soka la Ufaransa, lakini ligi ya mabingwa barani Ulaya imekuwa ni kikwazo kwao. Mara ya mwisho nakumbuka walifungwa finali dhidi ya Bayern msimu mwaka 2019-2020. Mchezo mwingine utakuwa pale katika uwanja wa Camp Nou ambapo Barcelona watacheza dhidi ya Borussia Dortmund. Makocha wawili ambao katika historia yao walishawahi kuifundisha Bayern Munich katika nyakati tofauti. Namzungumzia Niko Kovac, lakini pia namzungumzia Hans Flick. Leo itakuwaje? Vijana wa Hans Flick wana nyota wengi sana, wakina Lamine Yamal, lakini pia wakina Robert Lewandowski, wakina Rodri, wakina Gavi, wakina Pedri, lakini pia hata hivyo kwa upande wa timu ya Dortmund wana wachezaji nyota wakina Karim Adeyemi, wakina Juan Brandt, na mimi nitakuwa ni miongoni mwa mechi nzuri sana leo. Tumalizie four finger kwa mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Leo pia michezo miwili inapigwa. Miongoni mwa mechi ambayo itasubiriwa kwa mkubwa ni mechi kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Kagera Sugar. Makocha wawili wa Kitanzania ambao wana historia kubwa katika football ya Tanzania, namzungumzia Said Beki Maxime pamoja na Juma Kaseja. Juma Kaseja anaweza akawa inspiration ya makocha wengi vijana ambao nao wanajaribu kupambana ili waweze kutoka, kwa sababu tunaona ameaminiwa katika michezo hii minne ambayo tayari ameshaiongoza, amepoteza mchezo mmoja tu na ameshinda michezo mitatu. Leo anacheza na Dodoma Jiji ya Said Beki Maxime. Itakuwaje kwa timu zote mbili wakihitaji ushindi zaidi, kwa sababu wako katika nafasi mbaya kwenye msimamo wa ligi, nafasi ya 14, wakati Dodoma Jiji wako katika nafasi ya 7. Ni hayo tu, mimi ndio Beki mvizaji nambari 1 duniani. Tukutane kesho kwa update ya michezo ya leo, lakini pia kesho Yanga anacheza dhidi ya Azam.